Yes, wana wa Mungu wapendwa katika Kristo, ninawakaribisheni tena katika siku ya leo, katika mahubiri haya ya jioni, kama maandiko matakatifu yalivyosomewa. Wana wa Mungu, umeyasikia jinsi yalivyosomewa katika Petro wa kwanza 3 mstari wake wa kwanza mpaka wa 7. Hii ni habari njema ya ufalme wa Mungu. Ninawakaribisheni wana wa Mungu katika habari njema ya ufalme wa Mungu. Dunia imekaribia mwisho. Dunia inakaribia mwisho. Kwa gisi mnavyoona gisi kwa ilivyo kwa sasa hivi, dunia imechanganikiwa. Watu wako pilika tu na mambo ya mwilini. Watu hawamtafute tena Bwana. Watu hawamtaki tena Mungu. Na yeye Bwana amesema ya kwamba habari njema lazima ihubiriwe ulimwenguni pote mzima. Lazima itahubiriwa ili iwe ushuhuda kwa kila mtu aliye katika mwili. Ili watu wote hapa duniani wapate kusikia habari njema ya ufalme wa Mungu. Hauwezi ukasema tena ya kwamba mimi sikusikia habari njema. Haiwezi kawezekana. Hautasema tena ya kwamba mimi sikusikia habari njema. Sikusikia habari njema. Jinsi ilivyohubiriwa. Habari njema inazidi kuhubiriwa. Mungu anazidi kuleta watu. Watu wanazidi kuongezeka. Watu wanazidi kuja. Wengine wanazaliwa kwa ajili ya kazi maalum ya Mungu. Watu wapate kuhubiriwa. Itakuwa kama ile wakati wa Nuhu. Nuhu akawaambia watu tuingie katika safina, tujengeni safina. Watu wamekataa. Wakakataa kata. Ya kwamba sisi mambo ya Mungu hatuyapendi, hatutaki. Wewe vipi, umechanganikiwa ama vipi? Hii dunia unayoona siku gani mvua imenyesha? Na mvua haitanyesha tena, haitawezekana tena, haiwezi kanyesha tena. Ya, watu wako tu hivyo, na walikuwa wengine wanaoa, wengine wanaolewa. Wengine walikuwa wanaenda mashambani. Wengine walikuwa wanaenda makazini. Na wengine walikuwa tu busy na mambo ya uzinzi tu. Kama gisi ilivyo katika wakati hizi, wana wa Mungu, hata niwaambieni kitu fulani. Kama ni wakati wa kumtafuta Bwana, kama ni wakati wa kumtafuta Mungu, ni huu leo hivi katika jioni ya leo. Kwa sababu ujue maisha yako itakuwaje. Aujue umebakiza miezi mingapi hufe duniani. Aujue Mungu anakupatia ni wiki ngapi ya kuishi hapa duniani. Kama ni wakati wa kumtafuta Bwana, kama ni wakati wa kumtafuta Yesu Kristo, ni huu katika jioni ya leo. Usisubirie basi mimi nitaenda hiyo wiki inayokuja, akisha mwezi mmoja mimi nitaenda nikaungama na kutubu dhambi zangu na kubatizwa. Kama unapenda usalimike na kufanya maamuzi sahihi, fanya kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi, kwa maana ufalme wa Mungu ungaliki unapatikana. Na ufalme wa Mungu ni bure sana. Haulipe chochote, hauchangie chochote, haulipe chochote, haulipe fedha. Ufalme wa Mungu ni wa bure. Ni wewe ishara ile ya kukiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukubali mabadiliko katika maisha yako, na kuishi maisha yale ya kumpendeza Bwana. Basi inatosha. Haya yanatosha. Na ndio maana Mungu anazidi kuleta watu. Naye Nuhu alihubiri habari njema. Naye Nuhu alihubiri habari njema, akakanya watu na kuwaambia acheni maovu, mpate kubadilika. Kwa kuwa Mungu anataangamiza dunia yetu. Alihubiri habari njema zaidi ya mwaka. Miaka anahubiri habari njema. Watu hawakupenda kusikia.
walingangana na kushikilia maisha yao yale waliozoea ya dhambi, makufuru, usaliti, mauaji, tamaa ya mwili na uzinzi na ushirati, mauaji ya kila aina. Wewe unafikiriaje? Unazania Mungu ni wa kucheza cheza naye? Mungu ajali. Ajalishi ya kwamba hapa kuna bilioni ya watu, kama kuna watu wangapi. Hamkusoma katika kitabu cha Kutoka, Musa, Mungu alipenda kuangamiza wana wa Israeli wote. Awaangamizi wote na hanje na uzazi upya. Hamkusoma hayo? Hamkuyasoma hayo katika maandiko matakatifu ya Mungu? Hamkuyasoma hayo? Hamkuyasoma hayo? Samahani wana wa Mungu. Niko mira. Hamkuyasoma hayo katika maandiko matakatifu ya Bwana? Mungu alikuwa anapenda anze uzazi upya na Musa. Kwa kuwa wana wa Israeli walishindikana. Walipenda kuendelea katika zile dhambi zao tu. Hawakuwa wanapenda kusikia. Mungu alikasirika. Kwa kuwa watu hawapende kusikia. Haleluya Mungu. Watu hawakupenda kusikia. Mungu akasirika, akasema mimi nitawaangamizeni nyote. Nitawaangamiza wote. Akamwambia Musa, nitawaangamiza wote. Ni bora nianze kizazi kipya na wewe. Lakini Musa alikataa, akamwambia Bwana, hiyo yasitokee. Akawaombea. Sasa unazinia Mungu ni mzaa wana wa Mungu? Achane na Mungu. Ni mkuu. Ni mkuu sana. Mungu ni mkuu. Mungu ni mkuu. Yeye aliye juu ya kila kitu. Alafu watu wanazidi kuhubiriwa, hawapendi kubadilika. Wako vile vile. Wako vile vile. Vile vile. Utakutoesha mtu aliingia mkanisa karibu, amekuwa miaka karibu 20. Muulize umo amepata nini? Amebadilika? Jibu ni hapana. Kuna mabadiliko. Vile vile gisi alivyoingia na paka hivyo alivyo. Sasa wewe mwana wa Mungu, hapana, usiwe hivyo. Wewe mwana wa Mungu unabidi uone mafanikio. Mafanikio ya kuwa mwana wa Mungu. Paka hivyo hakuna mabadiliko. Uko vile vile kisi ulivyoingia. Nawe ukabatizwa. Eti umemkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini maisha yako hayafanani na matunda yale ya Yesu. Unabidi kubadilika. Tumekuwa wakati za mwisho. Hakuna tena wakati tena wa kuzubaa na kusinzia. Ni wakati wa kumtafuta. Kama ni wakati wa kumtafuta Mungu, ni wakati huu. Kama kuna kutafuta Mungu, tafuta Mungu sasa hivi. Utakuja kujutia wakati umekata roho yako, umekufa duniani. Alafu unaanza kukumbuka mahubiri haya tunayohubiri. Watu wengi wanahubiri. Mungu anazidi kuleta watu. Utakuwa kama yule tajiri. Nirudisheni mimi nipate kutengeneza maisha yangu. Lakini yeye Mungu anakuambia yeye sio Mungu wa wafu.
Yeye ni Mungu wa wale walio hai. Hivi kisi ungaliki hai, ni wakati wa kutengeneza maisha yako. Ni wakati wa kutafuta ufalme wa Mungu tena kwa bidii. Unadhania ufalme wa Mungu ni mzaa? Ufalme wa Mungu si mzaa, wana wa Mungu. Asenye sasa hivi kuupata ni jasho hivi. Jasho kuupata ufalme. Jasho kuupata ufalme wa Mungu kwa sasa hivi ni vigumu. Na munajazana huko makanisani sijui wapi. Munazania munaenda mbinguni. Kumbe mbinguni hamuendi. Kumbe mbinguni hamuendi. Achana kwenda mbinguni, wana wa Mungu. Kwenda mbinguni sio kitu rahisi unavyofikiria wewe. Sio kitu cha kuvamia. Kwenda mbinguni ni kazi, ni kitanzi, wana wa Mungu. Hasa katika hizi wakati za mwisho, kuingia kwenda mbinguni ni vigumu sana. Ni vigumu sana, wana wa Mungu. Nuhu alihubiri habari njema, watu wakamcheka wakamuona kama ni msazi. Lakini kilichotokea mimi na wewe tunajua. Na hiyo mvua ikaanza kunyesha, gharika ikaja. Watu wakaanza, Nuhu, tusaidieni jamani. Tunateketea. Unadhania wakati ya kukua watoto wachanga walikuwepo? Kulikuwa watoto wachanga, kulikuwa watu wasiokuwa wachanga, wasiokuwa na hatia. Walikufa kwa sababu ya dhambi za wazazi wao, wakafa. Watu wengi. Nayo maji yakawameza. Ndio watu wanazania eti Mungu hawezi kuhukumu dunia hii, hawezi akaua hao wote watu wako hapa kama bilioni 8 yote. Wewe unafikiria wale waliokuwa wakati zile walikuwa ni watu wangapi? Watu wengi. Lakini wote wakaenda na maji. Halafu watu wanahubiri habari njema. Watu wanaiona kama mavi, wengine wanaitukana, wengine wanaiona haifai. Wewe subiria, mimi ninakwambia hivi. Siku utahaka hii dunia, ukafa, utajua kuwa na Yesu ni kitu gani. Kuwa na Bwana wangu Yesu Kristo. Utajua maana yake ni nini. Kuwa na Yesu ndio utajua. Kumbe ningilijua mimi. Ningilijua, hapa hakuna ningilijua. Hakuna. Hii ninakuambia ni serious. Sio ya kufanyia mitani. Sio kufanya mitani. Basi twende katika andiko letu la siku ya leo. Nasi tuende soma katika kitabu cha Petro kwanza 3 mstari wake wa 1 hadi 7. Hii inaenda katika wanaume na mwanamke. Mnyambie nyote hapo. Wana wa Mungu, mnyambieni mamlaka ni nini? Mamlaka ni kitu gani? Acha nisome ili tupate kuelewana. Inaanza na mstari wa 1. Nanyi wake jiwekeni chini ya mamlaka ya waume zenu, ili kama wako waume wowote wasioamini neno la Mungu wapate kuamini kwa kuona mwenendo wenu. Haitakuwa lazima kwenu kusema neno, kwani wataona jinsi mwenendo wenu ulivyo safi na wa kumcha Mungu. Basi tunashia hapo kwanza. Mamlaka.
Habari njema ya ufalme wa Mungu. Binti za Mungu, vijana wa Mungu, wa mama wa baba, ninawakaribisheni katika mahubiri haya ya jioni. Mahubiri ya kweli, sio kuwa na dosari. Mamlaka, kitu kinachoitwa mamlaka. Mamlaka ni utawala. Mamlaka ni utawala, inayotawala juu yako. Iko juu yako wewe, inakutawala. Sisi wana wa Mungu, Kristo iko juu ya yote. Juu ya nini? Ninakufundisha kama mwalimu hapa sasa. Kristo ni juu ya yote. Yeye ni top the top. Hakuna aliye juu yake yeye. Yeye ni Mwenyezi Mungu, ni Mungu mwenye enzi, Baba wa milele, Bwana wa mabwana. Yeye ndio iko juu ya kila kitu. Alafu hapo inashuka, anakuja mamlaka iliyo juu yako. Wewe kama mwanamke, mamlaka ni mwanahume iko juu yako. Yeye ndio anayokuongoza. Yeye ndio anayokutawala. Sivyo wana wa Mungu? Sijui kama tunaelewana vizuri. Mamlaka. Haya ni mambo ya kuserieze, na watu wanachukulia kama kitu cha kawaida na kwa kucheza nacho. Kama gesi nilivyowahi kuwafundisha, mwanahume bila Mungu, huyo amekufa. Asili ya mwanahume ni Mungu katika familia ya Kikristo, kwa sababu yeye ndio anayotawala katika nyumba, na anayotawala juu yake ni Yesu Kristo wa Nazareti. Ndio gisi alivyo. Mamlaka ya kutoka juu ya yote inamfikia yeye, anaongoza mke na familia yote. Ndio mwanaume aliye ndani ya Yesu Kristo anavyotumika. Na nyinyi wanawake, unabidi utii mamlaka iliyo juu yako. Sio mimi nimesema. Haya ni maandiko ya Mungu, tunabidi tuyafuate. Usipofanya hivyo, umeanguka katika dhambi. Kile kikombe cha Yesu aliyokupa kimekushinda. Kawa wewe ni mwanamke wa Kikristo uliye ndani ya Yesu, ukishindwa na haya, kile kikombe cha Yesu kimekushinda. Kutokutii mamlaka iliyo juu yako. Hawa ni watu waliye ndani ya Yesu, wanaoishi kwa pamoja ndani ya Yesu kama mke na mume. Kunabidi kuwepo heshima na utawala unaokuongoza wewe. Unabidi kuheshimu. Alafu sasa siku hizi wana wa Mungu, twende. Nani ndio anayofanya hayo? Nani? Na mme na mke. Dunia ya sasa hivi wana wa Mungu umechanganikiwa. Imefika mahala mwanamke anachukua nafasi ya mwanahume. Haleluya Bwana. Anachukua nafasi ya mwanahume, anaanza kuongoza familia. Na iko na mume. Mwanamume hana tena sauti hakuna. Ni mwanamke anaongoza kila kitu. Kwa hiyo anadharau mamlaka iliyo juu yake. Siku hizi
mwanamke anafokea mume wake ndani ya nyumba. Jamani, wana wa Mungu wapendwa katika Kristo, sisi tunaelekea wapi? Kweli uzima wa milele. Nao tutaupataje uzima wa milele? Garanti, wana wa Mungu, sio kitu cha mizaha. Utakosa ufalme wa Mungu kwa kutokuheshimu mamlaka iliyo juu yako. Hivyo hivyo wanaume nao watashindwa kuurithi ufalme wa Mungu kwa majukumu waliopewa. Hapa tunaanza na wake kwanza. Wake, kwa siku hizi unakutanisha mwanamke anatukana mume wake, tena mbele ya watoto hivyo anamtukana, wewe vipi, nina nini? Si nilikwambia ufanye hivi wewe? Si nilikwambia ufanye hivi? Kwa nini hukufanya? Si nilikwambia uende pale ufanye hivi, nina nini? Yeye anaongoza familia, anaongoza mume na watoto. Mume hana sauti tena. Kunafika mahala sasa hivi ninavyokuambia, wake wanapiga waume zao. Wanapiga waume zao kama ng'ombe. Mume hana sauti. Anafanya kila kitu ndani ya nyumba na kupiga na nini, kila kitu. Mke yeye tu ni pale tu na starehe tu. Mamlaka. Kikombe cha Yesu Kristo kimekushinda wewe, mwana wa Mungu, binti wa Mungu. Wewe ni binti wa Mungu. Naye Bwana Mungu aliumba mbingu na nchi. Akaumba vizazi vya mbinguni, akakamilisha kila kitu. Naye akaumba duniani viumbe vyote, wanyama, akaumba na bustani, maji, bahari, samaki, kila kitu. Akaumba na bustani. Mungu mwenyewe akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Sivyo? Tumfanye mtu kwa mfano wetu, naye autawale ulimwengu. Samaki za baharini, atawale ndege za angani, atawale samaki za baharini, atawale na wanyama wa kufugwa, wanyama wa porini, kila kitu kilichoko hapa duniani. Mwanadamu alipewa uwezo wa kuitawala. Naye Mungu akamuumba mwanamume. Sikilizeni vizuri. Hii ni habari njema ya ufalme wa Mungu, maandiko matakatifu. Naye akaumba mwanadamu katika udongo wa ardhi, matope. Akafinyaga. Tuliumbwa na mikono ya Mungu. Mungu hakusema na mtu atokee. Hapana. Haleluya Bwana. Unaweza yote Mungu mwenye enzi. Sisi tuliumbwa na udongo wa ardhi. Ardhi tunayoikanyaga ndio tulitoka humo. Akaukanyaga, kafienda, akamtengeneza mtu kamili. Naye Bwana akaupulizia katika pua yake pumzi yake. Akapulizia, akafanya nini? Akapulizia pumzi yake katika mapua ya mtu ule aliyomfinyaga pale, aliyomtengeneza. Akapulizia na kinywa chake katika mapua ya mtu ule, naye akawa nini? Kiumbe kipya. Akawa kiumbe hai. Kukawa mwanadamu.
Yeye Mwenyezi Mungu akamchukua mtu ule akamtia katika bustani ya Edeni. Mungu ameshamwandalia na mazingira yote ya kuishi. Naye Bwana akamtia mtu wapi? Katika bustani ile aliyoitengeneza. Akamletea mtu ule nini? Akamletea wanyama, angalie kama atawapa majina. Naye kweli akawapa majina. Na ile majina aliyowapa wale wanyama ikawa njoo hivyo hivyo majina ya. Unaona gisi Mungu alivyoumba mwanadamu kwa ukamilifu na utakatifu na ufahamu na akili ya hali ya juu. Adamu alikuwa na akili na ufahamu wa hali ya juu. Ikaonekana ya kwamba kwa hayo yote, wanyama nini, vidudu, hakuonekana mtu wenyewe anaweza akawa na yeye Adamu. Mungu akafanya vipi? Akamletea usingizi mzito. Akatoa bavu moja katika bavu zake. Akatoa mbavu katika mbavu zake moja. Akamtengeneza nini? Akatengeneza nini? Mwingine mtu. Mtu huyo ni mwanamke. Akisha hapo akamletea Adamu. Adamu alivyoona alifurahi sana. Adamu alifurahi sana kuona kiumbe kingine hapo kinachomeremeta na kupendeza sana. Naye akamtizama akasema, kwa hiyo mtu huyu ni nyama kama nyama zangu, mtu alitoka katika mifupa yangu, kwa hiyo huyu ataitwa mwanamke. Sikilizeni sasa wana wa Mungu. Munaweza kuniambia ya kwamba mwanzilishi wa mambo hayo ni nani? Najua kila mtu anajibu nzuri. Mwanzilishi wa mambo hayo ni Mungu mwenyewe. Haleluya Bwana. Unaweza yote. Unaweza yote Bwana wa mabwana. Mwanzilishi wa hayo yote ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Ni Mungu mwenyewe. Sasa watu wanachukua ndoa kama kitu cha kucheza nacho. Fanya nayo mablaga. Nini na nini? Sio mimi, ni Mungu. Kwa sasa hivi wake wanaanza kutukana wame zao. Kumtuma huko na huko. Kufanya hivi. Fanya hivi. Sukula nyumba. Nini. Jamani wana wa Mungu wapendwa katika Kristo. Mabinti wa Mungu. Mliogombolewa na damu ya Yesu. Kweli. Kwa mtizamo huo tu. Kutokuheshimu mamlaka iliyo juu yako. Hao wengine mtawafunza nini? Simuona kama mambo yamechachamaa sasa. Mambo yanachachamaa. Wewe uliletwa, wewe ni msaidizi wa kusaidia mamlaka iliyo juu yako. Kwa sasa hivi wewe unapenda upindikie na uwe juu ya mamlaka inayokuongoza. Unabidi uheshimu mamlaka iliyo juu yako inayokuongoza. Watu wa zamani, wakati wa Abraham huko, wake walikuwa wanaheshimu mamlaka, kuheshimu waume zao. Sio kama hizi siku za mwisho tulizo nazo. Unatia mume wako amekuwa kusukulia masani,
mume wako amekuwa kukupigia chakula, mume wako amekuwa kutolea mapampasi kwa watoto bila sababu yoyote, uko vizuri au gumwe, imekuwa ni zoezi ya kila siku. Kusukula masani, mume wako unamsukulisha tena kwa kumkashifu tena. Kwa siku kukashifu na kumwangalia na macho ya boga, yani ya kutishia mtu. Hayo mambo yanapitikana, wana wa Mungu. Na hiyo ni chukizo mbele za Mungu. Haleluya Bwana. Ni chukizo. Unamchukiza Mungu vibaya. Ni chukizo kubwa mbele za Mungu. Unadharau mamlaka iliyotiwa na Mungu, ya kwamba yeye ni kiongozi yako, anabidi kuongoze wewe, sio wewe umuongoze. Unageuza mambo, wewe ndio unaanza kuongoza mamlaka. Unaanza kuongoza mamlaka. Unaanza kuongoza mamlaka ile juu yako. Unamtumikisha mume wako kama boy. Amekuwa boy wako. Unafikiria ni boy wako? Ni mtumwa wako. Haujui kwamba Mungu ndio aliyowaunganisha? Nilisha kukutajia. Mwanzilishi wa hayo mambo ni Mungu. Na mkikutanana kwa pamoja, Mungu ndio ameuambadisha, amewatia kuwa kwa pamoja. Kunabidi kuwa ustaarabu na heshima, na kuheshimu mamlaka iliyo juu yako. Wanawake wamekuwa kama wanaume kwa siku hizi. Bongo au kweli? Ni kweli. Nasema bongo. Mniambieni wana wa Mungu katika jioni ya leo. Wanawake wa ulimwengu huu wamekuwa kama wanaume. Imefika mahala wanawake wametaka kuwa kama wanaume, na wanaume wanataka kuwa kama wanawake. Hamuoni kama hiyo ni hasara kubwa sana? Hamuoni kama hayo ni hasara kubwa tunajengea sisi wenyewe? Imekuwaje sasa hayo? Yamekuwaje sasa hayo? Waoni kama mambo yamechachamaa? Ya mambo yamechachamaa sana tena sana. Wanawake wamependa kuwa kama wanaume. Kila kitu yeye anaongoza mume wake mnyumba. Wengine wako nafokewa, na wengine wanapigwa makofi. Wengine wanapigwa makofi na wake zao. Ulimwengu jinsi unavyoona ndio jinsi unavyoendeshwa hivi. Na ninakuambia katika jioni ya leo, mwana wa Mungu, Yesu Kristo anakupenda. Ni wakati wa kumtafuta Bwana ni huu. Kama unapenda kubadilika, ni siku ya leo, katika jioni ya leo. Badilika, badilisha mwenendo wako. Kuwa mtu upya. Penda Mungu. Penda mabadiliko. Badilika. Unajua kwamba nyinyi ni mfano wa wanani? Ya wengine watu. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Wewe binti wa Mungu, mama wa Mungu, wewe ni nuru ya ulimwengu.
wewe ni chumvi ya ulimwengu, ya kwamba wewe ni kioo ya ulimwengu, ninamaanisha ya kwamba wewe na jinsi ulivyo, mtazamo wako, mwenendo wako, matendo yako, inabidi iwe kama ya nani? Ya Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya Bwana. Unaweza Bwana. Mwenendo wako, mtazamo wako, watu wakuone nao waige mfano wako, waige mwenendo wako, maisha yako, jinsi unavyoishi, ustaarabu ulio nao, utulivu, unyenyekevu kwa mamlaka iliyo juu yako, ili wengine wapate kukuona wewe na kusema ya kwamba huyu mtu kweli, nami natamani kuishi hivyo. Na ndio maana andiko letu ya siku ya leo, kama kuna watu wasioamini, wapate kuamini Mungu kwa ajili ya mwenendo wenu ule wa kuheshimu na unyenyekevu wa kimungu. Siku hizi wanawake jamani, wanajikosesha thamani. Mwanamke, yani mavazi mnayoyavaa, mimi ninapenda watu wote wavae kama kisi Waislamu wanavaa wanawake. Hakika wanawake napenda wavae vile man. Siku hizi wanawake, angalieni barabarani, haleluya Bwana. Barabarani, wanawake mko wapi? Angalieni kisi mnajikosesha thamani ya mwanamke imeondoka. Thamani inaondoka. Mama wa familia, maziwa wazi yote. Anatembea, maziwa wazi. Kweli. Kweli. Na wewe unasema wewe ni kwenda mbinguni. Unadhania kwenda mbinguni ni mzaha wewe? Kwenda mbinguni sio kitu cha mizaha. Unabidi ukamilike. Jinsi ulivyo ukamilike. Kila mahali. Katika nyumba yako, nje, mavazi, kila kitu. Hapo utasema umegombolewa na Yesu Kristo. Kama ungaliki mtu wa dunia hii, bado haujakamilika. Tafuta aliyo juu mbinguni. Mamlaka imekushinda. Kikombe cha Yesu Kristo kimekushinda, mwana wa Mungu. Kikombe cha Yesu Kristo. Nao ulisema utakunywa kikombe cha Yesu. Unaniambiaje? Kweli umekunywa kikombe cha Yesu, kimekushinda. Mke wa mtu imefika mahala, mavazi ya uchi, maziwa wazi, mapaja wazi, manguo ya kubana, sijue nini, vitu vya feki, kujipamba, nini. What is that? Nini? Watu wafanye kuona mwenendo wako na kusema voila, mtu huyu ameokoka. Kumcha Mungu unaanza ndani, sio nje kule. Unaonyesha watu ya kwamba wewe unamcha Mungu, sio vipi na vipi na nini. Lakini ukifika nyumbani kwako, wewe njoo hapa. Mbona nilikwambia ufanye hapa usafi? Kwa nini hukufanya hivyo? Wewe nilikwambia upitie kusoko uninunulie hii na hii. Kwa nini haukuleta nini? Nawe na mimi ninawaambieni nyinyi wana wa Mungu, ninawaambieni katika jioni ya leo, Bwana wa majeshi, yeye aliye hai, naye anakuona. Yale yaliyo ndani ya nyumba zenu nyinyi na siri mnazozificha,
siku hile nawe utalia na kusaga meno. Ninakuambia hivi, nawe utalia na kusaga meno. Na ile siku utakufa hapa duniani na utakumbuka mahubiri haya. Utasema kijana ule kweli amepatia. Alisema tuache hivi, tuheshimu mamlaka, tuheshimu wame zetu, tuheshimu watoto wetu, tuheshimu. Nawe utalia sana na kusaga meno. Nawe utalia na kusaga meno. Kweli hivi ninavyokuambia. Ukiwa nje huko makanisa huko, mnajitia mnajua Mungu na nini, mnaokoka nini. Lakini Yesu Kristo amesema mtawajuaje? Kwa matendo. Matendo huwa ijifiche hiyo. Ni lazima itaonekana kuwazi hivi. Wokovu unaanza ndani, mahali unapoishi. Amani, usalama, heshima, upendo, wana wa Mungu. Haleluya Bwana. Upendo. Na kwa sababu ya upendo huu, yeye aliyokuwa Mungu mbinguni, naye amefanyika kuwa mwili. Amekubali aibu kwa sababu ya upendo wa jinsi Mungu alivyopenda ulimwengu. Hata akamtoa mwana wake wa pekee hafe hapa duniani kwa ajili sisi, mimi na wewe, tupate kugombolewa, tuone ufalme wa Mungu. Kuna upendo wa kuzidi huo? Kuna upendo wa kuzidi huo, wana wa Mungu? Hakuna upendo wa kuzidi huo. Ni upendo ulio juu ya upendo wote. Angalia watu na waambieni, wokovu unabidi uanzie mahali unapoishi. Wokovu wako unabidi uanzie nyumbani kwako, ndani yako, mahali unapoishi, unapolala. Wokovu uanzie hapo. Bila hivyo hakuna chochote. Inakuwaje kule wewe ni mkarimu, nini, ufika nyumbani umekuwa vipi? Umekuwa simba. Umekuwa simba. Unapiga watoto wako, unateza mume wako, unafanya hivyo na hivi, nini na nini. Unakuwa jeuri. Kikombe cha Yesu Kristo, wewe mwana wa Mungu, umeshindwa nacho. Umeshindwa. Tubadilike, wana wa Mungu. Maisha haya ni mafupi sana. Maisha tulio nayo ni mafupi. Maisha ni mafupi. Maisha ni mafupi. Tumkubali Yesu Kristo kwa ukamilifu. Tukubali kubadilika. Kama hatukupeleka maisha yetu kwa Yesu na kupenda mabadiliko, mahali petu kila mtu anajua itakuwa wapi. Muwe kioo ya watu wengine, wanawake, wabinti wanaotaka kuolewa, waige mfano kwenu nyinyi. Sasa mfano gani huo? Wewe mke wa mtu unavaa mavazi ya uchi, unavaa sijue nini, yote mavodo wazi, mabikini munavaa siku hizi, mabikini munavamia mabikini, matatu mwili mzima munatiliwa matatu ya nini? Munatokwa masikio isiyo kukote hivi, mapambo ya maoro nini? What is that? What is this? Kujipamba kwenu nyinyi inabidi ipambwe katika rohoni.
Sio mimi nimesema, ni Mungu mwenyewe anasema hayo. Jipambeni rohoni, kwa maana pale ndio palipo uzima wako. Kujipamba mahoro, sijui mamakepe, nywele ya bandia, mavazi ya kubana, hayo hayana maana. Unabidi ujistiri, jistiri, wala ujue maana ya kujistiri. Ndio kisi wanawake wa zamani walivyokuwa. Walikuwa wanajistiri, sio kama hizi siku. Wanawake wamekuwa ni uchi, wanatembea ni uchi. Munatembea uchi. Uchi, munaonesha aibu yenu inakuwa wazi. Mwanamke tu mapaji kaonekana umekuwa uchi hivyo, umeshaonekana uchi. Haya mafundisho na mahubiri hayo tunayohubiri hapa jioni, utaizarau, lakini uko mbeleni nawe utayakumbuka sana. Na utasema, na ninawaambieni, na kifo haina hodi. Siku hile nayo itakujia. Kama usipobadilika na kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi itakuwa vibaya sana wewe mwana wa Mungu. Jistiri katika moyo. Kujipamba kwenu nyinyi inabidi iwe moyoni. Kujipamba ndani ya moyo. Ndio pale palipo uzima. Palipo uzima. Ukarimu, upole, ushirikiano, kuheshimu mamlaka ile juu yako, kuwa na adabu. Kuwa na adabu kwa mamlaka ile juu yako. Pesa za watoto, watu wanagombaniana na pesa za watoto, watu wanafika mahala wanaanza kupigana kumitandaoni, kurushana maneno, sijui matusi. Kweli tunaenda mbinguni sisi. Haleluya. Pesa za watoto kwa siku hizi zinaleta vurugo kubwa. Familia zinabomoka kwa sababu ya pesa za watoto. Vurugo hapa na hapa. Fujo. Lakini wana wa Mungu walio ndani ya Yesu mnayoongozwa na, ndio nawaambia, mwanaume pasipo Mungu umekufa. Asili ya mwanaume ni Mungu. Kwa sababu wewe ni kichwa ya familia na wewe ndio kiongozi. Sasa inakuwaje paka nyinyi mnavurugana kwa sababu ya pesa za watoto? Kuna kitu hakina sawa. Inaleta fujo. Ushikamano. Uzimani nao moyoni daima. Uzimani Yesu Mwokozi. Aliyeingia rohoni hakika. Akanitilia hodari. Nashiba rohoni kwa raha ya Mungu. Na moto wa mbinguni ulimowe. Napata kukaa nuruni kabisa. Ana nuruni Yesu Mwokozi. Baraka zilizo katika wokovu nilizozipata kwa bure. Nilipoungama makosa na dhambi kwa Yesu Mwokozi wa wote.
nashiba rohoni kwa raha ya Mungu, na moto wa mbinguni ulimoe, napata kukaa nuruni kabisa, na nuruni Yesu Mwokozi. Katika kujipamba kwenu, msitegemee mambo ya nje kama vile mitindo ya kusukwa nywele, kujivalia vitu vya dhahabu na nguo za nini? Za maridadi. Haleluya Bwana. Bali uzuri wenu unapaswa kutokana na hali ya ndani ya utu wa kweli, uzuri usioharibika wa wema na utulivu wa roho. Siku hizi wanawake, muko wapi? Niambieni nyinyi wanawake, kujipamba kwenu kwa siku hizi iko vipi? Nywele bandia, mamekepe kumasura, hii makepe ya hii huku ya feki, maruz beze ukote maveri mnajipaka, ingine makucha ya bandia mrefu. Sasa maana yake ni nini? Ni uzinzi kwenda mbele tu. Ni mambo ya uzinzi, kujiuzisha. Unajiuzisha mwili wako basi kujua wewe mwenyewe. Mazahabu ya horo huku mna mahereni. Mwana wa Mungu, mahereni masikioni ya nini? Eti ni kujipamba. Ayo ni mwilini. Hii mko mwilini tu. Mko mwilini. Hakuna kitu cha kuzidi mambo ya rohoni. Roho yote yanatoka hapa. Pale ndio kunapo uzima wako. Kujipamba kwenyu isiyo hii kujipamba ya dunia na mitindo ya ulimwengu. Mitindo ya ulimwengu. Mitindo ya ulimwengu. Maereni ya horo, maruz beze, kujitoka kumasikio, nywele za bandia, makucha ya bandia. Inafika mahali na huko kumavodo kumakalio mnapigwa mashindano ili muone makalio makubwa. Uzinzi, dhambi za uzinzi na tamaa ndio mko nazo. Uzinzi. Bali kujipamba kwenu ndani, moyoni, sio nje. Sio nje, haitakusaidia chochote. Utakuwa uko tu mtu wa mwilini tu. Na hiyo mwili itakutesa hiyo, na itakuangamiza, na mahali pako itakuwa ni kuzimu. Itike na kuambia, ukubali uitike, ndio gisi mambo alisia ilivyo. Usipobadilika, kama ni wakati wa kubadilika, ni wakati huu. Kama ni wakati wa kumtafuta Bwana, ni wakati huu. Aujue kesho itakuwaje, mwana wa Mungu. Pengine unabakia mwezi ufe duniani. Unabakia mwaka, wiki, masiku. Inawezekana, wana wa Mungu. Ni wakati wa kumtafuta Yesu Kristo wa Nazareti. Kubali aishi ndani yako. Kubali aje. Fungua moyo wako. Apate kutawala. Akuongoze. Kubali kubadilika. Achana na mambo ya mwilini. Achana na mambo ya duniani. Utakuwa huko mtu wa duniani. Jenga ufalme wa Mungu. Na hivyo munaenda kumakanisa tu. Makucha marefu, mapaja yanaonekana. Wengine hadi chupi zinaonekana, vitu vya ndani vinaonekana, unekaa hivi mapaja wazi, vitu vinaonekana. Zegebe za kupigwa mashindano huko. Unajua Mungu hajui? Unajua Mungu hajui hayo mambo unayoyafanya?
Hizo siri mnazozificha. Na ile siku nawe utalia sana. Hautakuwa na utetezi wowote. Hakuna. Hiyo mavazi yenyu ya bei mnajivalisha nini na nini. Tafuta uzima, uzima wana wa Mungu, uzima. Hakuna kitu cha kuzidi uzima. Hakuna. Uzima wa milele, wa milele, uzima wa milele. Uzima uwe na uhakika ya kwamba mimi nitafanya nini? Nitaurithi ufalme wa mbinguni. Sote tuko hapa kwa sababu ya uzima wa milele. Kama hatukupata uzima wa milele itakuwa ni vibaya sana. Uzima wa milele wana wa Mungu. Kila siku ya maisha yako unabidi ujiulize katika akili zako, mimi nitaurithi ufalme wa Mungu? Kweli mimi nimesha kuwa na uzima wa milele? Na uzima wa milele hauwezi ukaanza kuujenga kipindi uko kuzimu. Aiza umekufa. Haiwezi kawezekana hayo. Na ndio maana Yesu Kristo alisema uzima wa milele uko hapa kati yenu, hivi gisi tunavyoishi. Uzima wa milele uko. Na utaujenga kipindi ungaliki hai. Neno la Mungu. Haya maandiko matakatifu tunayoyasoma na kujifunza ni uhai. Neno la Mungu ni mbegu. Neno la Mungu ni mbegu. Ni kama vile unachukua maharagi, unayatia katika udongo. Nao unachamka, mchemka. Halafu yanatoa nini? Maharagi. Ndio gisi neno la Mungu lilivyo. Inapandwa ndani ya moyo wako, halafu linazaa matunda ya wokovu. Ndio neno la Mungu. Ni mbegu. Neno la Mungu ni mbegu wana wa Mungu. Hapo nakatazwa usifanye hivi, usifanye hivi. Heshimu mamlaka iliyo juu yako. Ustaarabu, heshima, penda mume wako, upendo. Penda mke wako, upendo, heshimu mke wako. Na udhaifu, mwanamke ni kiumbe kidhaifu. Nafika mahala kidhaifu kinataka kitawale. Nacho kiwe juu ya mamlaka, kiwe na mamlaka. Sasa haiwezi kawezekana. Bali uzuri wenu unapaswa kutokana na hali ya ndani ya utu wa kweli. Utu wa kweli. Utu wa kweli. Tulisema tena. Kilichopandishwa, kinapandikizwa. Kilicho ndani ya moyo wako. Utu ni kile kilicho ndani. Kile kikiharibika, kila kitu kinachachamaa. Ule utu wa ndani, wa kweli wa utu wako. Matendo ya rohoni. Nini? Tunda za rohoni. Mnyambieni tunda za rohoni ni nini? Tunda za rohoni. Wana wa Mungu, tuko hapo. Tunajifunza neno la Mungu. Niambieni tunda la rohoni ni nini? Tunda la rohoni. Si mnalifahamu? Utu wa kweli. Tuambieni, ukiwa ndani ya Yesu Kristo, umegombolewa na Yesu Kristo, unabidi uwe vipi? Tunda la rohoni tunaligusia hapa. Utu wa kweli, kutokana na hali ya ndani ya utu wa kweli.
uzuri usioharibika wa wema na utulivu wa roho, ambao ni wa thamani kubwa mbele ya Mungu. Haleluya Bwana. Unaweza yote. Unaweza yote Bwana wa mabwana. Unaweza yote Mungu mwenye enzi. Utu wa rohoni, ukamilifu, utimilifu, subira, heshima, huruma, fadhila, unyenyekevu, usikilivu, upendo. Hivi watu wa Mungu, wana wa Mungu, jo kupamba ukamilifu, utimilifu, subira, kumcha Mungu, huruma, upendo, furaha na amani. Haleluya. Unaweza yote Bwana. Ndio mnatakiwa kujipamba, sio kujipamba ile hiyo mnaojipamba nyewe mama kepe, bimanini, bimacho vya feki, sijui bimakucha, mmekuwa kama mashirikina, mmekuwa mavodo ya kupigwa mashindano, makalio makubwa huko, mavazi ya huchi, maziwa wazi. Kujipamba gani hiyo? Wana wa Mungu, niambieni wana wa Mungu, hayo ni kujipamba gani? Binti za Mungu, wanawake duniani, niambieni hiyo ni kujipamba gani? Ni kujipamba gani? Maveri ni kumikono, matatu. Munaanza kutembea na mabikini kwa barabara. Kipindi mnaambiliwa mnabidi kuwa mfano kwa watu wengine. Kwa maana nilisema ningelifurahia sana watu wote wavae kama jinsi Waislamu wanaovaa. Itaanza kuwa vizuri na sisi wana wa Mungu tuliopendwa na Yesu. Utu wa kweli, utu wa kweli, utu wa kweli wa ndani, inayompendeza Mungu. Ndio inayompendeza Mungu, ukamilifu, utimilifu, utakatifu, kumcha yeye, upendo, amani na furaha. Hapana Bwana anatoka tu kazini tu. Kwa nini umesalika hiki tu nini? Umesaulika hiki. Nilikwambia leta vitunguu, tenda nini? Na nini? Kweli wana wa Mungu, kweli wapendwa katika Kristo. Mwanamke wa Kikristo, binti wa Kikristo, uliye ndani ya Yesu Kristo. Mtu aliyekaa chini unaanza kuvaa ende sukula masani. Mwanaume, mamlaka iliyo juu yako. Unamdharau Mungu. Mamlaka. Heshimu mamlaka iliyo juu yako. Mamlaka. Mamlaka. Amani, upendo, furaha. Tunzaneni. Shike, tunzaneni. Amani na furaha. Upendo wa dhati. Huo sio upendo. Njoo kujipamba, unabidi ujipambe. Sio unajipamba kwa matusi, unajipamba nini? Haleluya. Hiyo ndio thamani kwa Mungu. Ndivyo walivyojipamba hapo kale wake waadilifu waliotumainia Mungu. Unasikia? Walijitumainia kwa Mungu.